Habari za saizi mabibi na mabwana, ni bingwa wa tiba asili ya Afrika Dr. Imani Mandoto. Siku ya leo ni mwendelezo wa kupeana elimu juu ya vipindi vyetu vya uganga wa jadi. Na leo nataka nikupe elimu juu ya tabia ambazo ukiwa nazo wachawi wanaweza wakakutumia bila ya wewe mwenyewe kujua. Ieleweke, katika maisha watu tunayoishi hapa duniani kuna watu wanatumiwa na wachawi bila ya wao wenyewe kujua. Na wanatumiwa na wachawi kwa sababu gani? Wanatumiwa na wachawi kwa sababu ya tabia zao walizokuwa nazo. Ieleweke, kuna tabia mtu utakapokuwa nazo unawavutia majini wazuri kuja kwako. Nitakuja kuzielezea kipindi kingine, lakini siku ya leo nataka nikuelezee tabia ambazo ukiwa nazo wachawi ni lazima watakutumia tu. Na ndio maana utasikia kuna watu wanakwambia wanalala usiku wanachanjwa chale za kichawi, na wakiamka usiku kweli wanajikuta wanachale mwilini mwao. Na ndio maana utakuta kuna watu wengine wanapokuwa wanalala wanaota kwamba wako kwenye makundi ya watu wengi sana wanakula nyama. Hiyo ni aina pia ya matumizi ya wachawi, wanaweza wakakutumia hivyo. Na wakati mwingine utakuta kuna watu wanalala wanaota kwamba wanabeba mizigo mizito. Labda mtu akiamka anakuambia kifua changu kinaniuma, anajisikia maumivu kwenye mwili. Ukiona hali kama hizo, ujue wewe unatumiwa na wachawi. Na tabia ambazo ninazo kwenda kuzitaja hapa ukiwa nazo, ndio basi ni rahisi sana wachawi kuweza kuwasawishi wachawi waweze kukutumia wewe katika mambo yao ya kichawi. Tabia ya kwanza ambayo wachawi wanakuwa wanaipenda ni tabia ya kinyongo. Mtu yoyote ambaye ana tabia ya kuweka kinyongo au kisasi ndani ya nafsi yake, basi mara nyingi sana kinyongo ama kisasi ni mtaji mkubwa sana wachawi wanaohitaji ili kuweza kumtumia mtu huyo katika mambo yao ya kichawi. Na tabia nyingine ambayo wachawi wanaweza wakaitumia ikawa kwamba ni kigezo cha wewe kutumiwa na wachawi ni tabia ya kusengenya watu wengine. Yaani kuna watu wana tabia kila mtu atakayepita lazima wamseme kwa mabaya. Na kuna watu ambao wakifanyiwa kitu kibaya wanakuwa ndio kitu hicho wanabaki nacho miaka yote, wanasahau ule wema wote waliofanyiwa na hao watu. Ukiwa na tabia kama hizo, moja ya kuwa na kinyongo na kisasi, pili masengenyo, kumsengenya watu. Kila anayepita wewe una habari zake, mke wa yule una habari zake, mume wa yule una habari zake, tena habari zile mbaya. Unakuta kuna watu wengine wanakuwa na ile hali ya choyo na chuki. Ukiwa na hali ya choyo na chuki, ina maana hizo tabia zote zitapelekea wewe wachawi wakuone kwamba wewe ni mtu sahihi kuweza kukutumia. Na unaweza ukatumika mpaka na wewe ukawa kama mchawi. Yaani unajikuta wewe pia unaweza kupata hata ile hali ya kuweza kutaka watu wengine wazurike. Na unajikuta mtu mwingine akipata tatizo, wewe unafurahi na unaona burudani kabisa. Ukianza kuona katika nafsi na moyo wako, unaanza kupata hisia za kwamba mtu mwingine akiharibikiwa, wewe unapata furaha. Wewe unaona amani ndani ya nafsi yako. Ukiambiwa jirani kafiwa na mtoto wake pale, wewe unaona nafuu, mtoto wake amekufa maana alikuwa analinga naye. Ukiambiwa jirani yako kapata hasara pale, labda gari yake imeanguka, wewe unasema nafuu, ile gari imepata ajali kwa sababu alikuwa anatamba nayo sana hapa. Ukisikia jirani yako amepata hasara pale biashara yake, unaona bora afilisike tuweze kufanana. Ukiona hivyo, ukae na kujua hiyo ni sifa kubwa sana ya kwamba wachawi wanakutumia. Na hiyo kama ni kijana, utakapokuwa mzee, ukae na kujua hata watoto wako watakushika uchawi, kwa sababu wachawi watakuwa wanakutumia. Na watoto wako wakienda kuangalia ramli, wanakukuta wewe ndio mchawi unayeroga watoto wako. Na ndio maana hata kuna baadhi ya wazee wengi wamesingiziwa uchawi na watoto wao, lakini ukiwafuatilia watu hao ni wale ambao waliokuwa wana sifa hizi walipokuwa vijana. Kwa hiyo kama wewe ni kijana sasa hivi, jiepushe kabisa na tabia ya kuwa na kinyongo, jiepushe kabisa na tabia ya usengenyaji, jiepushe kabisa na tabia ya kufurahia watu wengine wakipatwa na matatizo, jiepushe sana, kwa sababu hizi ni tabia ambazo zitakufanya wewe wachawi waweze kukutumia. Alafu madhara mengine unaweza kuyapata kwa tabia hizi ni kwamba hata watoto wako na jamii ya watu wako wanakuwa hawafanikiwi. Watu wote wenye tabia hizi, basi vizazi vyao vinakuwa vinapata laana. Kwa sababu gani? Unapowalaani watu wengine, unapowekea chuki watu wengine, unasababisha uzito kwenye maisha yako wewe mwenyewe, lakini pia unasababisha uzito hata kwenye vizazi vyako wewe. Yaani watoto wako na watu wanayekulia katika nyumba yako wanakosa kuwa na baraka kwa sababu ya tabia zako za usengenyaji, kwa sababu ya tabia zako za kuwa na roho mbaya, kwa sababu ya tabia zako ya kuwa na chuki na kutunza visasi. Wachawi wanakutumia wewe kuweza kufanya vitu vibaya uchawini, ambavyo hivyo vitu vinaakisi katika nyota yako na kizazi chako, watu wanakuwa hawafanikiwi. Na ndio maana kuna watu wengi sana wanajikuta kwamba maisha yao ni magumu, lakini kumbe hizi ni balaa na laana wanazozipata kutoka kwa wazazi wao, kutokana na wazazi wao walikuwa na tabia ambazo zilizokuwa zinavutia wachawi na majini mabaya kuweza kushirikiana nao kwa kufanya kazi bila ya wao wenyewe kujua. Kwa hiyo kinachotakiwa ndugu yangu, mimi nimekupa ujumbe huu kwa sababu mimi ni bingwa wa tiba za jadi, naelewa vitu vingi ambavyo vinavyoweza kuoperate katika maisha yenu bila nyinyi wenyewe kujua. Kwa hiyo wakati wowote utakapoweza kujikuta una tabia hizo, unakuwa una vinyongo, unakuwa una visasi, unasimanga watu wengine, unawekea
kuwajengea watu wengine chuki, watu wengine wakipata na matatizo wewe unafurahia, watu wengine wakiharibikiwa wewe unafurahia. Unaweza ukaona ni tabia za kawaida, lakini ni tabia ambazo zinakwenda kuharibu maisha yako wewe pamoja na vizazi vyako na watoto wako. Utakuja kukuta watoto wako wakipata kazi wanafukuzwa, utakuja kukuta mtoto wako akiolewa leo kesho kaachwa, utakuja kukuta familia yako leo matatizo hili likitoka hili na ingia hili, na nyinyi wenyewe mnakuwa hamstawi kiuchumi. Familia nzima na koo nzima mnakuwa mnatawaliwa na umaskini. Hampati bahati za kuweza kuinuka kwa sababu ya nyinyi mnakuwa mnatumika na wachawi. Kwa bahati mbaya tabia hizi nazo zinalisiwa mpaka na watoto wako. Mzazi akiwa msengenyaji, watoto wake nao wanalisi tabia ya usengenyaji. Mzazi anapokuwa ana tabia ya kuwasimanga watu wengine, watoto wake nao pia wanalisi. Kwa hiyo kunazaliwa kizazi cha ajabu, akati kumbe ni tabia ambazo tungeweza kuzidhibiti sisi wenyewe. Ina maana zingeondoka na kuwafanya wachawi wasiweze kututumia. Kwa hiyo mimi Dr. Imani Mandoto nakwambia, utakapokuwa na tabia hizo, sahau kufanikiwa, hata watoto wako hatafanikiwa. Lakini kwa bahati nzuri, kuna namna tunaweza kufanya kwenye uganga wa jadi ili kuweza kuondoa tabia hizo. Maana hizo zinakuwa ni tabia ambazo wachawi wakishakutumia unakuwa ni addicted, unakuwa ni ulevi, unashindwa kuviacha hivyo vitu. Utakuja kujikuta automatic unavutiwa na sehemu za kusimanga watu, utakuja kujikuta automatic unaanzisha mahusiano na watu ambao wenye vinyongo, utakuja kujikuta automatic unaanzisha kagrupu kwa ajili ya kuwachafua na kuwachukia watu, utakuja kujikuta watu wanaofanikiwa wewe unaumia, na ukiwa unaumia kwa ajili ya watu wanaofanikiwa maana yake unavutia umaskini, unavutia laana na unavutia wachawi na majini mabaya kuja kwenye familia yako, kuja kwenye kizazi chako na kuja kwenye maisha yako wewe mwenyewe. Kwa hiyo ndugu yangu, bingwa tiba asili Afrika Dr. Imani Mandoto, nilikuwa nataka nikupe elimu hiyo ili uelewe, kwa sababu najua watu wengi wanakumbwa na hivi vitu bila ya wao wenyewe kujua, na kwa bahati mbaya sana wachawi watakapoingia na kuanza kukutumia utashindwa kabisa kujizuia vitu hivyo na tabia hizo ninazokuwa nazielekeza, mpaka uweze kupata msaada wa kidaktari na wa uganga wa jadi kama mimi Dr. Imani Mandoto. Kwa hiyo kama unajikuta una tabia kama hizi nilizozisema, usitake kufanazo tabia hizo na kuwaachia laana watoto wako nao wakawa wanatumika na wachawi na majini mabaya. Mimi Dr. Mandoto naweza kutibu, nikakuondoa katika vizima vya kichawi, na tukaweza kuondoa hiyo hali, na ukajikuta moyo wako unapata amani na unafurahia watu wengine watakapofanikiwa, na unajikuta unaondoka katika zile groups za kuwateta watu, za kuwasimanga watu na kuwasingizia watu vitu vibaya na kushabikia watu wakipata matatizo. Mpaka hapo naamini utakuwa umepata elimu ya kutosha kwa kuweza kujua kumbe hizi tabia za kusimanga na kuwa na vichuki na chuki na vinyongo na kutokufurahia mafanikio ya watu wengine inakuwa ni tatizo na ni ugonjwa na unasababishwa na wachawi, kwa sababu wachawi wanakuwa wanakutumia. Njoo kwangu mimi Dr. Imani Mandoto nikufanyie kafara ya matimuzi, kutimua na kuondoa kila aina ya vinyongo na visengenyo ambavyo vinakuwa viko ndani ya nafsi na moyo wako, ambavyo vinakuletea mambo mabaya katika maisha yako na kukuletea laana na mikosi. Naamini umepata elimu ya kutosha, lakini kama unataka kuwasiliana na mimi Dr. Imani Mandoto ili tuweze kukusaidia hilo, unaweza kunipigia kwa namba yangu ya simu ya 0655 942428. Lakini nikuombe uendelee kusubscribe channel yetu hii, lakini pia uendelee kucomment, lakini uendelee kulike video zetu ili ziwafikie watu wengi zaidi, ili tuweze kuwapa elimu kama hizi, ili tuweze kuwakomboa watu na kuwaondoa kwenye laana ya wao wenyewe wafanikiwe, lakini vizazi vyao viweze kufanikiwa, viondoke kwenye laana hizi za kichawi na majini mabaya ambavyo asili yake ni tabia za kusengenya watu na kuwa na chuki na vinyongo. Mpaka hapo nimefikia mwisho. Asante kwa kunisikiliza na kunitazama.